Bila shaka uliona ile video ilikuwa kienea mtandaoni. Watu wamevaa mavazi meupe, meusi, mekundu, nyuso zao zimefunikwa na kofia ndefu zilizofunika hadi usoni, wakiwa wamebeba misalaba mikononi mwao, wengine wamebeba mishumaa, wengine wamebeba masanamu. Watu wakasema hii ilikuwa ni ibada ya shetani. Wakasema yalikuwa ni mazishi ya papa. Illuminati, Freemason walikwenda kumzika papa. Watu wengi walileta hoja nyingi ambazo hata hawakuzifanyia uchunguzi. Hawajafanya uchunguzi wowote, wanakuja tu na hoja zao zisizo na mashiko na kuanza kuongea. Wanakuja na hoja zao bila kufanya uchunguzi wa kina, hata kutambua wale ni watu wa namna gani. Kila mtu anawaamini, anaongea tu anapotaka kuongea, lakini hata kiwalisia anayebisha anayeongea, hata atakayeongea baada ya mimi kusema haya, hajafanya uchunguzi wowote au kufanya upelelezi wowote na kupata uthibitisho wa kusema kwamba wale walikuwa ni Freemason. Hawana uthibitisho wowote zaidi ya wao kuongea tu. Haya yote walikuwa wakiyaongea, hayakuwa ya kweli. Leo nitakufumbua macho kwa story ya kusisimua yenye ukweli na mafunzo makubwa. Hawa wanaonekana wamevaa mavazi wanaitwa Nazarenes. Ni waamini wa Katoliki. Ni kweli kabisa ni wa Katoliki. Lakini Mkatoliki usiwaze, kila kitu kina maana yake, kila kitu kina jibu lake. Mambo yote yapo wazi. Hawa ni waamini wa Katoliki, hasa kutoka maeneo ya Hispania, ambao ushiriki Semana Santa, yani wiki takatifu kabla Pasaka. Ibada hii inaanza karne ya 15, zaidi ya miaka 500 iliyopita. Ilianzishwa na mashirika ya kitawa na waamini wa kawaida waliotaka kuonesha toba ya dhati hadharani. Walianza na mavazi haya kama alama ya kuwa wao ni wadhambi wanaomtafuta Mungu bila kutaka kujionesha wala kusifiwa. Maana mavazi haya ni nini? Kwanza, uso uliofunikwa unaonesha unyenyekevu. Wanasema, mimi ni si kitu mbele ya Mungu. Joo jeupe au la zambarau ni rangi ya huzuni, linawakilisha toba, kama ilivyoandikwa katika Ufunuo sura ya 7 aya ya 14. Wamefua mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Pia mshumaa unaokuwa umeushika mkononi, huo unaashiria nuru. Kristo ni nuru ya dunia. Yohana sura ya 8 aya ya 12 inasema, wanatembea gizani lakini nuru yao ni Yesu. Kaba kiunoni ni ishara ya kujizuia, kama Waefeso sura ya 6 aya ya 14 inavyosema, jifungeni kweli viunoni. Fimbo au msalaba ambao wanakuwa wameubeba, huo ni kumbukumbu ya mateso ya Kristo, na wao huonesha kuwa kwamba wapo tayari kubeba msalaba wao. Wapendwa, huenda tukaiona kwetu sisi mavazi hayo ni ya kutisha, lakini wao huko Hispania si ya kutisha, kwa sababu ni tamaduni yao ambayo ipo katika kanisa. Kama baadhi ya tamaduni zilivyo kwetu sisi, kwamba kuna tamaduni ambazo tunazo sisi zimeingia katika Kristo ambazo sio dhambi, ambapo mtu mwingine akipelekea si Mtanzania ama si mtu wa kabila fulani anaweza kuona kwamba tamaduni hii ni ya kijinga, lakini kiuhalisia sio. Kwa hiyo na huku Tanzania tunafanya mambo haya hayo, lakini kwa namna ambayo ni tofauti. Kwa mfano, watu wengine huvaa vitenge vya kifahari, mavazi ya kikabila, hata kanzu za jadi, ili kwa heshima ya ibada. Pia kuna baadhi ya makanisa hutumia ngoma za asili kwenye sherehe za ndoa, ubatizo au Pasaka. Ngoma za Kigogo, ngoma za Kimakonde, hata ngoma za Kimasai zinatumika kwa furaha. Wengine hata sehemu za Umasaini waenda kanisani wakiwa wamevaa mashuka yao ya Kimasai. Hatuwezi kusema kwamba wale wa Masai hawamwabudu Kristo kwa sababu wamevaa vile, ama kwa sababu wamevaa katika namna ambayo ni ya kigeni, ambao mtu mwingine angeza kuwatazama kwa ni ya kigeni. Hapana, ila tu kwa sababu mavazi yao ama tamaduni zao za asili haziasi chochote katika mila za Kikristo, ni nzuri na hivyo hazina haja ya kupingwa, bali kuendelezwa ili kuweza kuhamishwa uamsho katika dini ya Kristo kwa watu wale. Tena katika ibada za makanisa, marimba, zeze na filimbi za kienyeji hutumika kumsifu Mungu. Kama Mzaburi 150 anavyosema, msifuni kwa matare na kucheza. Kwa hiyo hizi ni tamaduni ambazo zipo kwa wenzetu. Kama ilivyo kwa ibada ya Tanzania katika kanisa Katoliki ama kanisa lolote lile, itajikuta inatofautiana na kanisa hilo hilo katika nchi nyingine kutokana na tamaduni za sehemu husika. Tamaduni hizi hazina dhambi, bali zinahusiana na ibada yetu kwa Mungu. Vivyo hivyo,
Mavazi ya Nazaros ni mila takatifu ya toba ya Kihispania. Lakini leo watu wenye chuki na kanisa wanaeneza video hizi bila uelewa. Wanapotosha, wanayaita mavazi ya kishetani, ni ibada za giza, ni mavazi ambayo wanavaa hivyo ili kwenda kumzika papa. Lakini katika kanisa Katoliki linasema wazi, hii ni ibada halali takatifu ya kihistoria na yenye mizizi ya toba ya dhati. Hii si Freemason wala Illuminati, si mazishi ya papa, si uchawi. Ni kilio cha moyo unaotubu kwa Mungu. Wakatoliki wenzangu, msifadhaike. Hata ukiwa hujui historia, usihukumu kabla ya kuchunguza. Haya mavazi si magonjwa ya rohoni, ni mavazi ya toba. Ni kilio cha mtu anaomba msamaha, ni sala isiyo na maneno. Ni mfano wa Mkristo anayerudi nyumbani kama mwana mpotevu. Kama umependa story hii, fanya kitu kimoja tu. Msalama kujumlisha hilo ni follow, like video hii, share kwa wenzako na comment hapo chini, tuelimishe watu kwa pamoja. Kwa upendo wa kweli kwa Kristo. Mungu akubariki. Ni mimi mtumishi wenu mdogo, ni Sister Hili Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.